Habari. Salama. Jamaa habari? Salama. Uko vizuri? Uko vizuri. Karibu. Sama siku. Vizuri. Naendeleaje? Naendelea vizuri. Ndio. Karibu sana. Asante. Ndio masumbuko? Ndio. Nyozi masumbuko. Ndio mimi sasa. Sasa hii ofisi yako? Sawa. Ndio. Ni vizuri. Ase kuna mama mmoja hivi anaitwa mama Ndawinda mzee. Unafahamu? Huwa anangeleaga hapa. Mama Ndawinda na mzuri. Okay. Unafahamu vizuri? Wewe namfahamu. Vizuri tu. Hivi unafahamu mume wake? Mume wake unamfahamu? Mume wake bwana. Hapana. Haumfahamu? Mwake kwa sababu huwa namuona tu anakuja jana alikuja hapa. Pata huduma ya jana alikuja. Okay. Kuna jambo lolote uliongea naye? Jambo hapana, maana alikuja tu hapa, alipofika hapa mimi nilifanya kazi ya pensheni basi. Sawa. Lakini kazi yako unaipenda? Kazi yangu ndio naipenda. Naomba nisikize kwanza. Station kwanza kazi yako. Kazi yangu mimi naipenda. Sasa kwa taarifa, mimi ndio mume wake. Ndio mume wake, nilikuwa nimesafiri. Nimerudi jana. Sasa amenielekeza kuna jambo moja nimekuta linasumbua pale nyumbani kwangu. Lakini sasa nimeona wewe ndiye kisababishi. Mimi ndio kisababishi. Bwana, jana umwambia nini? Hapana. Jana zungumza naye nini? Jambo gani zungumza naye? Sawa. Unasikia? Ndio. Mimi alikuja hapa, alivyofika hapa, akafika akakaa, alivyokaa mimi nikaa nimemshika. Hujasema chochote kuhusu maisha ya familia yetu? Sasa mimi nitaingiaje maisha ya familia ambayo mimi sihusiki? Sasa sikia nikwambie kitu kimoja. Sikia kitu kimoja. Kama una mazoea ya kuzoea wake wa watu, kwangu sitisha. Unanielewa vizuri? Yule ni mke wangu. Unanielewa vizuri? Yule ni mke wangu. Ninampenda na yeye ananipenda. Unanielewa vizuri? Sasa maneno kwanza unaongea unamtongoza mambo kwamba I love you. Unamwambia I love you. Wow. Heshima bwana. Nahitaji heshima. Unanielewa vizuri? Sikiliza, ngoja sasa nikwambie. Nini? Sikiliza. Nini? Mimi ni kweli. Alikuja. Sikiliza, sawa. Alikuja. Na alipofika, sawa. Wewe sikiliza, ndugu wewe tulia. Alivyofika hapa, sawa, mimi nilimshevu. Sawa, nilimshevu na baada hapo nilivyomuona nikamwona kweli ni mwanamke mzuri. Akimwona ni mwanamke mzuri. Sasa kumbe baada hapo mimi nikaanza kuongea naye. Ndio. Wewe kaka, naomba mshauri huyu. Kwa mke wangu mimi. Sasa mimi mke wangu mimi. Sikiliza. Mimi sitaki mazoea. Sitaki mazoea kwa mke wangu. Sikiliza. Sitaki mazoea. Nitakufilisi. Wewe kaka wewe. Kwa sababu kusema I love you kwa mke wangu mimi. Nitakufilisi. Mimi kweli sawa. Unasikia? Mimi ni sawa niliongea. Naomba mshauri huyu. Mimi kwa mke wangu sawa. Sasa unaleta vurugu. Kama ni kwa watu wengine, kama ndio tabia yako kwa mke wangu mimi sitaki. Iwe mwanzo na mwisho. Sasa unasikia? Heshima iwepo. Sasa ni sawa. Sasa kwa hiyo mimi nimekubalia. Lakini wewe unavyoleta vurugu kwenye ofisi za watu. Ndio. Sawa. Maana kwamba hapo moja kwa moja umenivunjia utaratibu. Ndio, sasa usipokuwa na heshima kwa watu, lazima nitakuvunjia utaratibu. Sasa nakupa onyo. Ukirudia tena nitakuweka ndani. Haya. Hapo, kwani tatizo nini? Yaani unajua bwana, mimi kweli nashindwa kuelewa sasa. Wewe kweli sana sawa. Wewe jamaa alikuja hapa. Sawa. Na mwanamke fulani alikuja hapa. Alipofika hapa, sawa. Mimi nikafanya kazi ya kumshevu. Nilipokuwa na mshevu nikajabisha kuongea naye. Unaona kama mshikaji wangu tu, nikaongea naye. Sikiliza, mimi sikujua kama ni mke wa mtu. Na nilimuuliza kabisa na kaniambia, "Yes, sio mke wa mtu." Sawa. Nikamwambia bwana, mimi mwenyewe bado kijana. Unaona? Naweza nikakuoa. Akaniambia bwana, hamna shida tutawasiliana na baada hapa nipatia namba yake. Sasa nashangaa huyu mwanaume naye anakuja moja kwa moja kwenye ofisi, anafika anaanza kunikoromea mimi. Kwanza amefichuaje? No. Inawezekana huyu mwanamke alimwambia. Aiza labda yawezekana kama hajamwambia. Na hisi haka kama mwanaume nikachao. Achana na wanawake za watu. Ni hatari kweli kabisa. Kwani wewe hujaoa bado? Mimi bado sijaoa. Tafuta mabinti sasa. Achana na wake. Sasa shida ni moja, utamjuaje kama ni binti? Wewe macho yako hayaoni? Yaani kwa kweli ni hatari. Maisha haya bana ni baraka. Haya.